So guys, my good name is Brett Lord, and this is Embakasi News TV. Welcome to our channel. If you are new, please subscribe, like, give a comment. And I'm the official host for today. Na before tuanze bunge la wananchi guys, niliongea na wale majenzi wenzangu. Niko na Gen Z headlines ama Gen Z news. Na so leo hizi za leo ni mwecheche majamaa za leo kitawaramba lakini haina shapre. So news ya kwanza ni hangalia hapa. Kuna hugo shodo fulani amechukua Miss Universe Kenya, anaitwa Michael Etwachera. Ametembea, imagine jamaa amepiga kalesa, yani madam amepiga kalesa akiwa na ma heels kilomita kama 4 hivi, like 4 kilometers akitembea na heels zenye ziko 7 inch. Sasa Hugo Shodo jo sijui akawa anajibalance aje Hugo Shodo man. Like madam kuna vitu vingine mnaweza fanya, lakini kama ni nyumba amuze jenga, lakini kama ni heels za kutembea na kama msumari refu hivi mnatembea nayo. Nimeshtuka sana Magoshodo. Na tukiendelea na Gen Z news jo, kuna venye prezo leo alifanywa wrong jo. Yaani wewe jua aje man, kama unaishi Nairobi najua umaigongwa, si ndio? If you are saying Nairobi najua umaigongwa. Ile kugongwa, umaigongewa yani hadi ukaachwa. So in the meantime kuna msee fulani I think ni Gen Z. Haiwezi kuwa mtu mwingine mwenye akona beef na Ruto. Sasa Ruto kuna venye alikuwa ametulia hapo na website yake, ako na website ile yake ya like ni yake personal. Mjua kama wewe ni president lazima uwe na ka website yako personal. So Ruto akona ile yake ametuliana kwa nyumba tu amemedi tu. Ana shapre ni matiabe tu anakunya matiabe hapo hivyo. Alafu kidogo kidogo anacheki notice pale anaambiwa aje hiyo website yako imekuwa hacked na ukiitaka back utatopea 41 million ransom. Sasa wewe niambie kama wewe sio Gen Z ama wewe ni Gen Z juu lakini kama president anagongwa basi hatuko safe Kenya. Juu kama president anagongwa na huyu jamaa hata kumfikia si rahisi jo. Rada ni nigri. Haina shapre. Tukiendelea na Gen Z news, pale Kamukunji kuna venye Kamukunji Sunjani police station, pale kuna Kamukunji police station imeshakuwa headquarter of New Nairobi Metropolitan Police Unit. So sasa ukishikwa sasa unaingia huko Kamukunji direct straight and forward. Na by the way mayu tuchore crime bana jo, mimi sitaki ati kidogo kidogo umepigwa mob bana, umevunjika meno mara una acheni hizo majamaa, kueni rada kwa street. So swali niko na hapa hivi, nilikuwa na Gen Z fulani na akona swali, amesema niko na swali ina ban chest ina ban chest. Akaniambia nikuje niulize mafans wetu na watu wanapita wamwambie. Amesema I am speaking today because I am tired of seeing the lawyer community reduced to stereotypes, jokes and assumptions. It's disappointing that in 2026 some people still judge an entire tribe based on outdated narratives or the actions of few individuals. Every time a lawyer person succeeds, works hard, or contributes positively to the society, the stories are often ignored. But one negative incident involving someone from our community is quickly used to label millions of people. That isn't fair and isn't right. So in short, kuna venye sasa hivi lawyer wamekuwa wakisema pale mneti jo, unasikia lawyer sijana anasema mimi kwa majina ni King Kiulundu, sijini kana mama university sema hi. Kidogo kidogo mloya amekula ugali, kidogo kidogo mloya amepiga bibi ya ugali, like wametrend vibaya sana. But sasa huyu madam amesema aje tusifanye huyo mloya mmoja asifanye tuwachukie wote sawa. Lakini maloya bana, nyinyi na wakisi mko hivi, hakuna difference. Uchalru. If you continue to the next news ya Gen Z pale, kama wewe ni mtu wa sherehe, unapenda sherehe jo, unapenda sherehe like unabambika na sherehe sana. Leo tuko na sherehe kubwa sana imeandaliwa pale Bar Next Door Kiambu Road, na kutakuwa na DJ Linsley, DJ Melo, CNG, Dream, DJ ITE, MC Toxic, MC Toxic wewe atakuwa hapo. So kama unataka sherehe na uko na pesa yako leo ni unaweza enda kushereheka jo, hatutakataza. Na kuna huyo actress fulani anajitanga Maureen, kama mnamjua, wenye wanga wana act na wenye wa act mnajua Maureen actress. Amesema yeye anaweza like she can forgive a man for cheating if is rich enough. Yaani kama uko na pesa hadi unamwaga hivi kwa njia, amesema hata ukimcheat mara million times atakusamea. Lakini but a broke man, broke have problems. A broke man who cheats is never a man. Amesema broke man who cheats is called Njeri or Atieno in Kijaka. Hapo sijaelewa mimi. Aha. Kuna Kenya musician anatoa sijui ni why ama ni Wire, I don't get it, lakini amejoin
the Recording Academy Grammy class of 2026. Na hiyo ni a win for Kenya na tunashukuru sana kuleta hiyo staff home. Aha. Anaitwa nani? Alafu baadaye kuna sijawaambia majenzi. Like unajua wase wanapanda futa. Sasa tuko na ni World Cup ama ni World Class, sorry, World Cup. Alafu hiyo World Cup kuna final nyingine inakuja yenye ni mwecheche, like ni Argentina na Spain. Na kuna hawa mabigi wawili mnawajua, kuna Oga Obina na kuna Bolo Spoke. Yule na sijui ni Spoke ama Spoke, I don't know. Bolo Spoke, yeah. Bolo Spoke na Oga Obina wameamua aje? Yaani wameamua kubet na 2 million. Na Oga Obina amesema yeye atasimama na Argentina, ndio anapenda Messi. Na Bolo amesema yeye atasupport Spain. Na wote watatoa 2 million, which means msana win anaingia home na extra 2 million on top of hiyo 2 million yake nyingine. So mimi nashangaa ni aje watafanya kubet na hiyo 2 million. Na hata ukiangalia pale kwa ratings zao naona kama Ogobi na juu watu wengi wanasupport Argentina ni kama ita win. Na iko na 62%, alafu Spain iko na 38%. So wewe kama mwanajenzi najua sasa hata una kichele kwa mfuko juu, alafu sikia hata vile msana anatumia 2 million anacheza tu nayo kubet. Yaani game hata hajaenda kuwatch na watch kwa TV huko, lakini amekubali kuwaste hiyo do yote charge hiyo. I make sense majamu, mkipata kwa njia mwenye ata win, si ufanye tu ile kitu. So tukiendelea, kuna huyu mkijana fulani amekuwa kitrend hapa hivi of late. Sana sana hao watu wa forex bana, siji forex hanga ukweli ama forex kuna tu there's something behind it yenye sielewi. Because hata hizi kwa ni uongo juu hawa set tangu waanze forex like 4 years ago. Hawa sasa wajai waacha kufanya hiyo forex. Sasa nashangaa sisi ni wivu tunaonanga ama forex iko ama haiko. But Onyango Tate mwenye ni a very big forex trader pale Kisumu amesema kuna huyu jamaa anajiita King Mamba. King Mamba alisema anataka watu wavae zile madontire. Dontire ni zile viatu za akala. Kama unajua dontire ni zile viatu za akala. Lakini Onyango Tate anasema kama mnatambua dontire, si dontire, dontire. Yeye amesema mkivaa hizo dontire, yeye atanunua Benz, aendeshe 4 wheel, akipull up mabadis. Nyinyi mkivaa dontire ati mna pull up mabadis, kwanza mama mko na shida jo. Hamna sura, mnavaa kala. Sasa nashangaa rada ni gani? So change your mind jo. Change your mind. Then kwa wase wanapenda usanii na wanapenda ngoma za Bridal W. Brida amesema is dropping its Breadwinner mixtape on Wednesday, July 29th. So fika pale YouTube utapata na msupport. Alafu this is sad news. Hii hapa ni mbaya jo, hii hapa hajanibamba jo, hii news imenibo kabisa. Na kama wewe ni mzazi najua pia itakuuma. Na kwa wenye wamefiwa wenye mpata matanga, pole kwao. So King David Junior School Bus crash. Walipata accident, King David Junior School Bus imecrash na watoto mbao wamededi. Na kuna mtu mmoja adult amededi pia amenyuria. Na hiyo shule iko Uganda. Na wase wameenda hosi jo wenye wameumia kwa na injuries wako 28 children. Na Makiu hii ilikuwa school bus. So wenye wameumia sana ni watoto wa shule. Tuweke kwa maombi juu so far washaluza watu mbao. Na that's a quite big number, si ndio? So tuwaweke kwa maombi hasa Uganda, and may God rest their souls in peace. Amen. Bas tukienda kwa wase wa gunga, wase wa cannabis, wase sativa, washa kindukulu. Sasa kuna 8 suspects arrested as police seized 250 kg of cannabis, 1,800 rolls na papers of Rizla 44 packets. Jamaa kwa nakafunga mse. Yaani mse ameshikwa na 250 kg, hizo ni bangi ziko kando, hajaziguza tu, zimemedi tu kando. Na to add on top akona rolls 1,800 rolls. Yaani unavuta aje ama ni biashara. To add on top of that akona zile wheat top za Rizla kama packet 44. Na bado anatoka Githurai 44. Huko na imeshikwa. Ni mbaya mse, ni mbaya jo. So nimeona hapo hivyo kwa comment msana anasema aje? Ati msana anasema hapa kwa comment section ati afande alinishow happy new year, nikamshonda kwa wapi kinyuria. Ni sawa. Let's go on to the next news. Tuko na our big guy mwenye alikuwa raised huko Ethiopia but ni Mkenya. Ni singer na ni songwriter and Silas ame release song.
Na sijui mbona inakuwa hyped hivyo. Just go and look for Never Be Alone iko YouTube. High Court imesema High Court declares Ngong Road Rerouter Railway project unconstitutional over lack of parliamentary approval and adequate public participation. Kulikuwa na ujenzi pale ya railway hapa hivyo Ngong Rerouter. I think imestopiwa juu kuna vitu zingine haziendani na hiyo shughuli vizuri. Then kuna Eddie Butita anasema, hata hiyo swali nimekuulizia, Eddie anasema aje, Eddie Butita ati ama tukiacha macho ya wivu, hii forex inaweza kuwa ina work. Hakuna vile wanaweza kuwa wamfake for over 4 years. Like kama forex ina work, like hawa saizi kwa wamefake hiyo maisha for 4 years jo. Wamebai magari, si bado tukiwa na baiskeli tu. Hata wengine hawajainunua na wao wanabai sijui ngapi. But sisi support forex. Mimi si wa forex. Bahati sorry for that. Bahati amesema kuna story imetokea. Let me first niwape story ya Bahati kwanza before niwape wengine. Bahati alikuwa kuna mtu aliaccuse Bahati, I think ilikuwa kwa church ya Pastor Ng'ang'a nini. So mtu yeye alisema aje Bahati kuna venye wanga anaua watoto young girls, like anasema she is being accused of killing young girls, na amesema let's meet in court. So mtu yeye alisema akaenda akatoa ushuhuda kwa church. Na hapo kwa church ilikuwa church ya Pastor Ezekiel I think. Amenyamazi sikia. But alisema Bahati the musician huyu mwenye akona Diana, mtoto wa mama huyo. Kuna mwenye anauanga young girls. So I don't know. Sina clue kabisa, but let's just check on it. Then kuna Nadia Mukami. Nadia Mukami mnajua mtu wake anahonga Aroboy na Ovuletu walikuwa wameachana. Na hata Aroboy akienda pale kwa vurugu tu walikuwa washaachana na Nadia. So Nadia jana ameenda interview mahali kwa podcast. Na jo to make it worse jo huyu Goshodo alilia bana. Goshodo alilia juu vile alikuwa anaangalia story ya breakup na Aroboy, ilifika point akakuwa so much emotional jo. Ikaibidi amemwaga machozi za mamba bana jo, tears of crocodile bana, but haina pressure. Ukishaachana na mtu achika jo, tafuta mtu mwingine. Sasa Nadia Aroboy pia alisha move on. Ile siku vile alipigwa sulicheka kwanza, sijali alidunda aje huyo majama, alichekwa vibaya sana. Then Timothy that Kasabun anasema aje, Timothy that and girlfriend Kendi Kiremi welcome their first child together. Wapi makofi bwana. So Timothy that akona mtoi the first child, na hiyo ni furaha kwake. Na mimi as long as mimi ni chama na majenzi, nataka uleta wengine wakuwe wengi. Sitaki majenzi wakuwe kiasi. Alafu wale wasiri wa Uganda, kuna hii FIFA inakuja the last one, hiyo World Cup nimemwambia ni Spain na Argentina. So kwa hiyo Spain Argentina kuna Shakira is huyu mzungu fulani influencer. Watakuwa na perform alongside the Uganda's Ghetto Kids. Unawajua wale wa kudance. So hiyo siku ya World Cup wao ndio watakuwa wana perform. Na that's a big step, that's a big move. Alafu World Health Organization warns Ebola. World Health Organization warns Ebola is spreading faster in DRC Congo than any previous outbreak. Like wanasema huko Congo Ebola ina flow mbaya sana. Yaani inaenda siaka lakini ina flow mbaya mse. Yaani kidogo ishasema kwa huyu jamaa, ishenda huyu jamaa, imedunda pale, imetoka pale, imepiga seti pale hivyo. Sasa pale Congo Ebola ina spread kushinda any previous outbreak, which means tukue rada. Na kama uko na jamaa ama familia yako huko Congo, just pray for them because you never know. Juu Ebola si mtoto wa mtu. Bas, last time tukikoa hapa kwa bunge tulisema aje, kulikuwa na hii election ya parliamentary seat pale ya Olkalau. Na tulisema Olkalau kama sio DCP kuchukua hiyo staff, afadhali aenda pumzike. Na Gachagua haja disappoint. Gachagua amewin, na tunasema IBC declares DCP's Sami Waweru winner of the Olkalau parliamentary by election with 35,440 votes, as UDA Samuel Muchina finishes second na votes 5,450. Imagine like hey
Umse wa DCP alikuwa na votes 35k na umse wa UDA alikuwa na votes nini? Alikuwa na votes 5k, which means hiyo distance yote ni 30k votes. Kwa hivyo Gachagua, hii hapa inazambia President Ruto aje. Like kwa rada huyo jamaa. Kama huyo jamaa ashaanza kusumbua hivi mapema. Hebu angalia huyo jamaa Gachagua atakusumbua in future hapa hivi. Na majenzi tukiendelea, kuna hii time yenye niliwaambia kuhusu huyu madam mwenye aliongeza Mafrumbanya. Alienda huko majuu akadisia Mafrumbanya like kwa disia moja kwa less nyingine ya kwa kiasi. Naangalia Pretty Vishi. So Pretty Vishi after alienda kadisia Aga zika backfire, akatoa hizo mafuta huko chini akapeleka kwa Aga huko zika backfire. Sasa ameamua kuingilia career ya DJ na from now Pretty Vishi ni DJ, na kama unataka kumsupport pale YouTube enda utafute DJ Pretty Vishi. Akaona mangoma zake, yani Mafuruma zile backfire, hiyo ndio shida. Hata sasa hivi baada angekuwa anafanya kazi yake nyingine. Then Sifuna amekuwa removed as Senate Deputy Minority Whip. Then mwenye amereplace ni yule wa Migori Senator Eddie Okech. Hata sijai mjua. Namjua sasa hivi but Sifuna namjua. So Sifuna ametolewa akakuwa replaced na Eddie Okech. Okech Jaluo. Alafu wamesemaje majenzi, kama unataka kupiga luku na una feel kupiga luku na zile madontire hizo makala, usisahau like hiyo akala ivaliwi na socks. Vaa tu bila socks. Kama hizi vaa bila socks achana nayo. Usiharibu dontire. Tuko na yule jamaa twanga Arnold Malcolm, yule mse wa machaji na manyonyo hizi. So Malcolm ame-launch new music group inajiita LVX. Ame-launch new music group inajiita LVX na ame-drop a new song iko pale YouTube inajiita Kwela. So if you want to listen to that song, enda pale YouTube utasikia hiyo ngoma. Na sijui mwenye ameimba hapo ni kina na Zabu na Oludhe wa Msolombo na Bolton pia. Then tukiendelea DCI wamefanya kazi jo, like kuna magondi wanachafua rada huku nje. Ukipatikana hivi kidogo unapigwa nyongolo, simu inaenda, unapigwa 9, simu inaenda, unagoro na kisu, ile kisu ya mboga mnaijua. Wanakugwara na. So DCI wamekuwa kisumbuana na hawa say, lakini at long last wale recover 200 suspect. Like DCI recovers 200 suspected stolen mobiles in Kasarani, like simu 200 smartphones zilipatikana Kasarani. So sijui jamaa alikuwa anataka kufungua shop ya simu ama juu. Kama ni kuuza siangeshauza hizo stuff kitambo sana. Majenzi wanafanga wajinga. Hebu niangalie comment section wanasema aje. Comment section wanasema aje, iPhone yangu jamani. Ina brand customized cover. I love money, I want more money. Woi. Hiyo sio necessary. That's not necessary for now. Then tukiendelea kuna Knight Frank report shows ati no Kenyan is worth over 1 billion shillings. Like kwani tumesota aje jo? Sijaelewa hapo kabisa. Na so guys, as I wind up today, tuko na game ya Spain na Argentina. Itakuwa finals za World Cup 2026. Na baadhi of late kama mmekuwa rada of late, kuna ngori imekuwa kiendelea pale TikTok. Na TikTok niliwaambia last time, kuna huyu madam anajiita Cheryl Gabriela. Last time alitrend juu ya kutoa hizo zilikuwa nudes nini kalik akajulikana. So after Gabriela alilikiwa hizo nudes zake, kila msee akaona karibu Kenya mzima jo. Alidiglo. After kudiglo sasa kuna boys fulani mjinga tu. Huyu jamaa amefanya pale kazi Citizen kitambo. Pale kwa machachari. Jina yake ni Baha ama Tyler Mboya. Sasa huyu jamaa after hiyo shughuli ya Cheryl jo, huyu boys pia anafanya the same thing bana jo. Kwani rada ni gani mzee? Unatoa Msolombo nje, unatoa Msolombo nje, kwani pendi makwela nini? Morio pendi vagina, acha hizo Morio. So next time ukiona msee anajifanya hivyo, kama ni mtoto wako ama ni brother wako, mpa yes slap ya kichwa ya kisogo. Hakuna venye tunaweza kuwa hapo tuko na opposite gender, alafu kuna msee ati yeye tu hawezi fanya kitu kingine straight tu. Haiwezi, sijabambika na hiyo story.
Na tumeambiwa pale Olkalau before ile jamaa ashinde hiyo kura yake, nakwambia wase wale turn up 6 am wote walikuwa shafika hapo wanapiga kura. So next time pia sisi tuchukue hiyo example jo, tukipeleka Adera tuchukue hiyo example. By 6 am saa 4 hivi tuko sure na certificate, by saa 4 hivi tunangoja certificate, lakini tusikuje late, tupige kura tutoke. So guys, if you are watching, kindly subscribe, give us a comment, like and share. And that was the Gen Z news, Gen Z headlines. My good name is Petlord, nilikuwa ni Sanka wenyu. So next time tutaromo, tutapatana, tuendelea na yo guys. So in the meantime, my good name is Petlord na nimeingia pale kwa mitambo nikaona kuna stuff sijawaambia. So we have a band inaitwa Africa the Band. Na Africa the Band ni tu a full band, iko na kila mtu, pianist, tuko na mwimbaji, tuko na msee wa guitar, tuko na msee wa drama. So Africa the Band is under management of George Alo Adera. Na leo watakuwa Tamambo Restaurant. Leo wataperform Tamambo Restaurant, iko Tatu City. Kesho wako Carnival. So in case wanataka kwenda sherehe, fika pale Tamambo Restaurant, iko Tatu City. Then tomorrow watakuwa Carnival. So guys, support pia talent, na vile nimwambia msubscribe. Today hatuna mengi ya kusema sana. We just wanted to come and see you guys, tumewamiss. So next Monday tutapatana tukiwa serious on the official Bunge Day, itakuwa Monday na Wednesday. But Saturday itakuwa for entertainment. That's why nasema kama wewe ni msanii na unaweza turn up, unaweza kuja upige mawantuma freestyle, karibia tu huku. Kama wewe ni dancer pia bado ni sawa. Na kama uko na account tunaweza kupromotea, because sisi tunataka tu support yane tusonge mbele. Na uko na utu sana, tafadhali ingia kwa hiyo simu yako ya smartphone, finya pale YouTube, enda kwa search pale, andika Embakasi News TV. Ukisha search, enda ufanye pale ile red button subscribe. Then ukisha subscribe, finya hiyo bell pia, ndio tukipost unapata hizo vitu wa kwanza. So guys, subscribe please. Ndio na numbers by end of this year tukiwa tumeshafika 1k, si ndio? Hiyo si ni kidogo, mtatupea hiyo. Naomba tu hiyo pekee. So guys, I will finish officially. Na nimeshukuru sana for your cooperation. And I was your good host. My name is Petlord, and this is Embakasi News TV. We are out. Peace.